Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kupata mahubiri yetu kutoka Nabii Ezekieli. Habari mbaya ambayo alipata kutoka kwa Mungu. Napoenda kusoma katika kitabu cha Isaya 38 mstari wa kwanza, na unasema hivi: siku hizo Ezekieli aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amosi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Hiyo ni habari mbaya ambayo Isaya alitumwa na Mungu kupelekea Ezekieli. Ezekieli, Biblia inasema ya kwamba alikuwa ameugua kwa muda mrefu. Alikuwa na shida nyingi. Wakati alipokuwa karibu kufa, Mungu alituma Isaya akamwambia, henda baka kwa mtumishi Ezekieli, umwambie Bwana amesema atengeneze nyumba yake, atengeneze mali yake, atengeneze watoto wake, kwa maana hawezi kwenda kuwa hai, bali hawezi pona, bali ataenda kukufa. Bwana Yesu asifiwe. Habari mbaya ilimwendea Ezekieli. Habari mbaya ilimwendea wakati alipoona Isaya. Alifikiria ya kwamba amepona, lakini Isaya alimpelekea habari ilikuwa mbaya sana. Naye wakati alipopelekewa habari hiyo, Biblia inasema ya kwamba basi Ezekieli akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamwambia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alielekeza uso wake ukutani. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, Bwana, Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekieli akalia kwa uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Ezekieli alisikia ya kwamba atengeneze nyumba yake, kweli wakati alikuwa mgonjwa kwa hali ile yake ya maututi, hakukuwa na mpango ya kwamba atakufa. Na wakati mtu anakuwa mgonjwa, hawezi kujua ya kwamba anaenda kukufa ama anaenda kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati huo ambao alikuwa ameugua sana, naye alikuwa na tumaini ya kupona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati alipopata ile habari mbaya, aligeuza uso kuelekea ukuta, akamuomba Bwana, akasema, Bwana, kumbuka yale ambao nimekutendea, yale mazuri nimekutendea, yale ambao ulikuwa unaniambia na kutendea, yale ambao nilikuwa natendea wenzangu, yale ambao nilikuwa natenda kulingana na mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Akalia na machozi, akalia kwa uchungu, kwa maana anajua ya kwamba hawezi kuenda kuishi, bali anaenda kufa. Bwana Yesu asifiwe. Akamulilia Mungu, akauliza Mungu maswali mengi, lakini Mungu aliposikia maombi yake, tena akamrudia Isaya, akamwambia, neno la Bwana likamjia Isaya kusema, akamwambia Isaya, rudi, enda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama,
nitasiongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ilikuwa ni habari ya kusangaisa. Ikiwa ni wewe dada, ikiwa ni wewe ambao umesikia habari kama hiyo ya kwamba unaenda kukufa, wakati ambao umejiandaa vizuri, umekuwa na mali yako vizuri, umepata watoto wako vizuri, umesomesha watoto wako vizuri, sasa umeketi unatarajia kukura na upata habari mbaya kama hiyo, utafanya namna gani? Bwana atusaidie sana. Inastahili sisi tujifikirie. Tujifikirie ya kwamba sisi tuko wapi na tunaenda wapi. Yale mahali yote tunakusanya, tujue ya kwamba hayo mahali yote ni ya Mungu, sio yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali yote ambayo tuko nayo ni ya Yesu, sio mali yetu, ni mali ya Yesu. Kwa maana sisi hatukukuja duniani tukiwa na kitu, tulikuja kule na tutarudi vile ambao tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Habari ambayo alipata, ambayo ukipata ndugu utakuwa namna gani? Kwa maana watu wengine wakiona neno la Mungu wanaona ni kitu bure. Watu wakienda kanisani wanaona tu neno la Bwana sio kitu. Neno la Bwana limehubiriwa, lakini wengine wamepuuza. Watu wengi wamepuuza. Ukipata mali, mambo ya Mungu hakuna. Ukipata kitu hivi ya mambo ya Mungu hakuna. Hata kanisani imekuwa ngumu. Jiulize kama ni wewe ambao umekusanya kila kitu na uambiwe mambo yako utakuwa namna gani? Inastahili hata sisi tujiulize. Muumba wetu aliyetuumba, vitu vyote ambao tuko navyo sio vyetu, ni vya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe maombi yako ni gani? Wewe maombi yako ni gani? Mungu atusaidie sana. Kwa maana tunajipenda kuliko Mungu. Tunajipenda kuliko watu wengine. Wakati ambao Ezekieli alipata habari, alifikiria, akajua ya kwamba Bwana nilikuwa namtendea kazi. Nifanye namna gani? Alimlilia machozi. Alilia kwa uchungu. Wewe ukipata kama habari kama hiyo utalilia nini? Wengine wakipata habari kama hiyo watapanga vile ambao watachinja ng'ombe. Watapanga vile ambao watauza mali yao. Watapanga vile ambao wanaweza kufanya chochote, kwa maana wanaongojea kifo. Wengine wanalia, hawezi kulala. Hawezi kumbuka ya kwamba kunaye Mungu amulilie. Amwambie Mungu niponye, Mungu nisaidie. Lakini asikie kama habari kama hiyo ni kulia na kuharibu vitu. Mungu atusaidie sana. Na stahili tumtafute Yesu wakati ambao tuko na nguvu. Niposa Daudi akalia akasema, Bwana Yesu asifiwe, kutoka katika kitabu cha Zaburi 27:4. Akaomba Mungu, neno moja nimelitaka kwa Bwana. Ni neno moja tu nalitaka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasema ni neno moja anataka kwa Bwana. Wewe unataka mambo mangapi? Bwana Yesu asifiwe. Akasema nimelitaka kwa maana nalo kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Baba siku zote za maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni utasame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Daudi aliomba akasema, Bwana wa majeshi, neno moja nataka kwako. Lile ambalo nataka akae katika nyumba ya Bwana katika maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe.
Mwenzangu, wewe unataka uishi wapi? Makao yako ni gani ama ni yapi? Muda mwingi unafanya mambo mabaya. Kama ni kanisa, unaingia kanisa saa ile mpira naanza dakika 50 hivi unakaa kanisani. Ikiisha unatoka. Unaenda kufanya biashara vyako. Unaenda kutafuta pesa. Unaenda kuuza pombe. Unaenda kuuza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alisema, kuna neno moja nataka kwa Bwana, niishi katika nyumba yake hekaluni mwake siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ndio Biblia inatuambia ya kwamba katika Ufunuo 22:11 naye inasema hivi, mwenye dhurumu na asiti kudurumu, na mwenye uchafu na asitu kuwa mchafu, na mwenye haki asiti kufanya haki, na mtakatifu na asiti kutakatifu, asiti kutakaswa. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio yamepaki. Yule anataka kufanya vile ambaye anataka, ako na uhuru ya kufanya. Endelea. Kama ni dhambi unaendelea kufanya, endelea kufanya. Kama ni Mungu na umfuata, endelea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hii Biblia imetuambia ya kwamba mwenye dhurumu na asiti kudurumu, na mwenye uchafu na asiti kuwa mchafu, na mwenye haki asiti kufanya haki, na mtakatifu na asiti kutakaswa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata sisi tuchunge maisha yetu. Wewe umechagua nini ukipata pale mbali? Kama umechagua mambo ya kufanya uchafu, fanya. Kama umechagua kufanya mambo ya usarati, fanya. Kama unachagua kufanya kazi ya wizi, fanya. Na kama wewe ni mtakatifu, endelea kuwa katika kutakaswa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba njia ni mbili, chaguo ni lako. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu anamalizia 12 akisema, tazama nacha upesi na uchira pamoja nami, kumulipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Wakati Mungu atakapokuja, wakati Mungu atakaporudi, utasimama wewe mwenyewe. Utasimama wewe mwenyewe kujibu maswali. Ni wewe utakayesimama. Wewe simama na mtu yeyote. Wewe ndio utakayesimama peke yako. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba anayedurumu aendelee kudurumu. Ako na nafasi kubwa sana, aendelee. Bwana Yesu asifiwe. Na inasema ya kwamba na mchafu aendelee kuwa mchafu. Praise the Lord. Mchafu aendelee kuwa mchafu. Na mwenye haki asiti kufanya haki, na mtakatifu na aendelee kutakaswa. Praise the Lord. Chaguo ni lako mwenzangu. Ni heri umtafute Yesu wakati ulio hai. Ni heri umtafute Yesu wakati huu. Njia ni mbili. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika kama ni kazi ya Mungu, unaanza kuhesabu wakati. Saa imeisha, nitaenda kulima saa ngapi? Saa imeisha, nitaenda kuuza. Hata ingawa uko kanisani, unaendelea kuhesabia Mungu. Naenda saa moja tu peke yake ndio unaingia pale, ama dakika 50 unaingia kanisani. Saa zingine unaendelea mambo yako, unaendelea kuuza, unaendelea kufanya vitu vyako, unaenda kufanya vituko vyako. Kwa maana hiyo siku ya kanisa ni ya kulala, ni ya kuosha vyombo, ni ya kulima. Mungu atusaidie sana. Atujue mahala ambapo tumeangukia
tumkumbuke Bwana atusaidie. Kwa hivyo mbarikiwe sana. Mungu awasaidie. Napopata habari mchukue hatua katika jina la Yesu. Asante sana. Mbarikiwe.